Sasa kuna vitu ambavyo watu wanazidi kujiuliza, au kuna historia nyingi za watu ambao tunaona kwamba unaweza wakawa wamepotea kidogo kidogo, lakini Afrika haikukosa mashujaa. Tena Afrika haikukosa wanafikira, lakini historia ilijaribu kuwanyamazisha. Ndugu msikilizaji, karibu katika channel ya Voice of Mapambano. Leo sio siku ya kawaida. Leo ni siku ambayo tunakusimulia historia ya aliyekataa kunyenyekea, mtu aliyesema hivi: uhuru wa Ghana hauna maana kama Afrika nzima haijawa huru. Leo tunasimulia simulizi ya mkombozi, mpigania haki, mwanafikra, mapinduzi yaliyovaa mwili wa binadamu. Hii ni Voice of Mapambano na mimi ni msimulizi wako, nikikupelekea safari ndefu ya maisha ya Kwame Nkrumah. Funga masikio yako, fungua akili na ujiandae kusikia historia ambayo vitabu vya wakoloni walijaribu kuificha. Kwame Nkrumah alizaliwa mwaka wa 1909 tarehe 21 Septemba katika kijiji kidogo kiitwacho Nkrofo, kilichopo kusini magharibi mwa kilichoitwa Gold Coast. Leo hii ni Ghana. Mama yake aliitwa Nyaniba Ngoloma, mwanamke mwenye nidhamu, hekima na heshima kubwa katika jamii yao. Baba mzazi wa Nkrumah hakuishi naye sana, na hivyo mama yake ndiye aliyekuwa nguzo ya maisha yake. Huyu mama alimwandaa Nkrumah kwa subira, ujasiri na imani kwamba Mwafrika ana thamani sawa na binadamu yeyote duniani. Ndani ya familia yao, simulizi za jadi, hadithi za mababu na mafunzo ya heshima kwa jamii ndio yalijenga msingi wa fikra za mapambano ndani ya Nkrumah. Nkrumah alianza masomo ya msingi katika shule ya wamisionari wa Katoliki. Hapa ndipo alipofundishwa kusoma, kuandika na nidhamu ya shule ya kikoloni. Lakini hizi shule hazikuwa za kumkomboa Mwafrika, zilikuwa za kumfundisha Mwafrika jinsi ya kutii sheria. Lakini Nkrumah hakumezwa, alionyesha akili ya juu sana. Walimu wake waliona tofauti, waliona huyo mtoto hakuwaza kama wengine. Baada ya hapo, Nkrumah alijiunga na Achimota College, moja ya shule maarufu sana wakati huo. Hapa alijifunza falsafa, historia na elimu ya walimu. Alihitimu na kuwa mwalimu, akafundisha katika shule za msingi na sekondari. Lakini moyoni mwake kulikuwa na swali moja tu, lakini hilo swali lilikuwa ni swali kubwa sana. Ilikuwa nauliza hivi: kwa nini Mwafrika anafundishwa historia ya Ulaya lakini haambiwi chochote kuhusu historia yake mwenyewe? Swali hili lilimtesa sana kabisa bwana huyu. Mwaka wa 1935 Kwame Nkrumah alifanya uamuzi ambao ungeibadilisha historia ya Afrika. Alisafiri kwenda Marekani. Huko alisoma katika Lincoln University na baadaye University of Pennsylvania. Alisoma falsafa, sayansi ya siasa, teolojia na uchumi. Lakini muhimu zaidi, alikutana na mawazo ya ukombozi. Alisoma maandiko ya Marcus Garvey, W.E.B. Du Bois, Karl Marx na Lenin. Hapo ndipo Pan-Africanism ilipoingia kwenye damu yake. Akiwa Marekani na baadaye Uingereza, Nkrumah alianza kuamini jambo moja kwa nguvu zote kabisa:
Afrika haikukombolewa na huruma ya mkoloni. Afrika itajikomboa kwa mapambano. Alijiunga na harakati za Waafrika waliokuwa ughaibuni. Akaandika makala, akaandika na mikutano na kuhamasisha umoja wa Afrika duniani. Hapo ndipo mwaka wa 1947 Kwame Nkrumah alirudi Gold Coast. Hakurudi kama mwanafunzi wala mwalimu, alirudi kama mwanamapinduzi. Aliitwa na United Gold Coast Convention ili awe katibu mkuu, lakini United Gold Coast Convention walikataa uhuru wa polepole kwa mazungumzo bila kuvunja mfumo wa kikoloni. Nkrumah alikuwa na mawazo tofauti. Aliwauliza hivi, mpaka lini tutasubiri? Mtumwa haumuombi bwana wake uhuru. Mwaka wa 1949 Nkrumah alijitoa katika chama kile na kuanzisha chama kipya, Convention People's Party CPP. Kauli mbiu yao ilikuwa ni Self Government Now. CPP haikuwa ya wasomi tu, ilikuwa ya wafanyakazi, wakulima, vijana, wanawake na watu wa kawaida kabisa. Kupitia mpango wa Positive Action, Nkrumah alianzisha migomo, maandamano, mikutano ya umma na elimu ya kisiasa kwa wananchi. Wakoloni hawakupenda hili. Ndio maana mwaka 1950 Nkrumah alikamatwa, akahukumiwa na kufungwa gerezani. Walizani wakimfunga mapambano yangekufa, lakini walikosea. Mbegu ilikuwa tayari imepanwa. Mwaka wa 1951 akiwa bado gerezani, Gold Coast iliingia kwenye uchaguzi. CPP ilishinda kwa kishindo na wananchi walimchagua Nkrumah akiwa mfungwa. Mkoloni alilazimika kumwachia huru. Nkrumah atoka gerezani sio kama mhalifu, bali kama kiongozi wa watu. Baada ya kuachiwa, aliteuliwa kuwa leader of government business na baadaye waziri mkuu. Tarehe 6 Machi mwaka 1957 Gold Coast ikazaliwa upya kama Jamhuri ya Ghana. Kwame Nkrumah alisema hivi, uhuru wa Ghana hauna maana kama haujaunganishwa na uhuru wa Afrika zima. Baada ya Ghana kuwa jamhuri mwaka 1960, Nkrumah akawa rais wa kwanza wa Ghana. Alianza kujenga shule, vyuo, viwanda, hospitali na miundombinu ya taifa. Alisisitiza elimu kwa wote, maendeleo ya viwanda na uhuru wa kiuchumi. Moja ya miradi mikubwa ilikuwa bwawa la Akosombo lililolenga kuzalisha umeme na kuendeleza viwanda. Ghana ikawa kitovu cha harakati za ukombozi Afrika. Nkrumah aliwasaidia wapigania uhuru Angola, Msumbiji, Afrika Kusini na Zimbabwe. Alisisitiza Afrika iungane iwe taifa moja, lakini msimamo wake ilimfanya awe adui wa ubeberu. Alianza kuitwa dikteta, mkomunisti na hatari. Alianzisha mfumo wa chama kimoja akidai analinda mapinduzi. Kulikuwa na njama, hujuma za kiuchumi na majaribio ya kumuua. Uchumi ukaanza kuyumba. Hapo
Hapo hapo mwaka wa 1966, Nkrumah akiwa safarini China na Vietnam, jeshi lilipindua serikali yake kwa msaada wa nguvu za nje. Hakurudi tena Ghana. Aliishi uhamishoni Guinea, akapewa heshima ya kuwa rais mwenza. Akiwa huko, aliandika vitabu kama Africa Must Be Unity na Neocolonialism. Kwa kitabu chake aliandika The Last Stage of Imperialism, ambavyo vilikuwa silaha za fikra kwa vizazi vijavyo. Maana mwaka wa 1972 Kwame Nkrumah alifariki duniani akiwa Romania akipatiwa matibabu. Hakufa akiwa rais, lakini alikufa akiwa shujaa wa historia. Baadaye mwili wake ulirudishwa Ghana na heshima kurejeshwa. Leo hii Kwame Nkrumah anakumbukwa kama baba wa taifa la Ghana, baba wa Pan-Africanism ya kisasa na alama ya ujasiri wa Mwafrika. Alituachia somo moja kabisa ambao hata nami pia, ndugu wasikilizaji, nataka niwaambie somo ambao huyu bwana Kwame Nkrumah alituachia. Afrika ikiungana itakuwa uhuru. Hapo ndipo simulizi yetu, ndugu msikilizaji, inapofika mwisho, lakini kumbuka kwamba Kwame Nkrumah hakufa. Anaishi katika kila Mwafrika anayekataa kunyonywa, katika kila sauti inayodai haki, na katika kila ndoto ya Afrika iliyong'ara. Hii ilikuwa ni Voice of Mapambano na msimulizi alikuwa ni mimi Mapambano, sauti ya waliodhulumiwa, sauti ya historia isiyonyamazishwa. Usisahau kusubscribe, like, comment na share, kwa sababu historia ya Afrika haiwezi kusahaulika, inapaswa kusimuliwa kwa sauti kubwa.